Umeiba simu yangu. Umeibiwa Msukuma. Ubaki na korokoto tu hapa. Sasa hivi unapewa kitu gani hiki dhahabu? Kuna dhahabu hapa ni masigani? Umeibiwa ngoja. Unataka kuniambia hakuna kitu tupa huko. Umeshaibiwa wewe. Simu tunakupataje? Yaani Wasukuma mashikolo magani? Ngosha nyie. Mtaelimika lini mjini? Kila siku mjini mnahangaika. Simu yangu naipataje na wewe sasa? Simu yangu imepotea. Simu yangu wewe naipataje sasa? Umeshaibiwa. Yaani nitakulamba kichwa. Yaani mimi nachanganyika wala mchakachaka tu ovyo. Bora acha nichukue hata dhahabu la ndio simu. Yaani dhahabu fake ni kote na simu fake ni kote niibiwe. Mkonda ananizotoa. Bora nyinyi Wasukuma mnatusumbua. Si Wasukuma hai mashikolo mageni. Bora sio ndo maana tukijaga mjini mjini waha. Hey, wanatuheshimu. Wewe muhagani wewe si wewe Wasukuma macheni kila wakati. Hebu twende kwanza. Twende huko muongo. Twende. Namwambia Babylon na Poipoi wewe ndio unagombanisha sio kale ka demu. Wewe ukija huku utaja hapo wewe unapeleka maneno. Bana namba nani ambaye tu. Naenda kuambia leo mtaa mzima wanakuvumisha dela. Wewe nini? Kinakuuma. Wewe unaongea nini? Kinakuchoma. Unaongea nini? Sio muha wewe. Wewe hamna hata wataalamu hapo hivyo. Kwanza una kibali. Burundi mmoja wewe. Naenda kuambia Poipoi na nani hii. Hivyo nimepigwa sana. Hapo kazi yenyewe hapa na nini? Naenda kuja ng'ombe na mdua. Lakini wewe mtaa utaukoma. Haina shida. Ombea mtaa. Taja kobe. Ombea mtaa. Taja kobe. Ni hela zipo. Umeibiwa. Mimi shushu. Wanaanza kushusha mzinga wa asali ndio ule. Umeibiwa. Mimi na mang'ombe tunafyatua na ndani ya ndini. Umeshaibiwa naenda kutangaza mtaa mzima. Mimi shushu. Sasa hii sawa, nawaambia Wasukuma wenzangu wakiona nanili kaa hivi wanapiga wanaua wanachoma, tunapitia maji. Wasikukate makofi. Unaenda unawaibisha Wasukuma. Unawaibisha Wasukuma makofi. Shauri yako. Wewe shughuli la mtaa wewe. Shughuli la mtaa. Haina shida. Naenda kumwambia Poipoi. Wewe ndio. Huyu kaja hapo ndo anasema maneno bwana watu wana. Wewe waambia. Haijalisha. Mama poa leo. Hamna mwanangu, nishachanganywa huko nimekutoka huko mwanangu. Sio wewe mwanangu, mimi si nimevurugwa. Vurugwa na nini tena? Si yule dogo nani yule? Nani? Sumba, kata meliwa mwanangu. Kata ya jamaa hivi kamletea mara lijiwa anaambia kwamba wewe dhahabu. Lele dogo na yeye akaja. Sasa mwachele simu yake kubwa ile hataki. Akamwachia. Eti basi baki na hii simu, mimi nipewe dhahabu yako, nikamuonesha baza dukani. Dogo ametinga nayo dukani, nimekaa nimetulia. Anaambia eti nimepewa dhahabu. Wewe kishatapeliwa simu tayari. Katapeliwa simu. Mimi nashikamba tuone sasa hiyo dhahabu nionyeshe. Saka nitolea. Wote leo mimi nimeibiwa hii akanapa akaeleweka kama zile madunga madawa. Oya. Vipi wewe? Mimi Zumba. Sasa nini mimi mwenyewe huko nimetoka kupigwa kuibiwa. Sasa unalialia nini? Cha Jilembe. Ona umeibiwa au ndio umeiba? Hata jamaa vipi? Wewe uko sawa mbona? Zumba niache basi. Zumba niache. Haya. Umwelewi mtu wa Msukuma wewe. Utokea wapi? Haya. Wewe unielewi ya? Ukifariki na depression nitakuja kukuzika. Depression ya bibi yako. Kota fungu nani yako? Unaonyesha ile dhahabu. Kumbe sasa sio dhahabu, ni mabasha tu amebandika manani yale. Mimi nikamwambia umepigwa, nikaanza kuyabandua. Umepigwa. Shikoka kashapigwa mwanangu. Kapigwa Simu ile kacha. Ile simu yake kubwa imeenda. Na hivi ninavyokuambia sasa hivi. Nimetoka kumwangalia yule jamaa leo mwacha tumkuta hayupo. Jamaa kasepa na simu. Sasa yani mwanangu yani kumbe mambo ndo yale yani. Yaani hapa nilipo hapa nimeacha. Yani mambo ndo yale yani. Hapa nilipo nimeacha duka wazi. Kwa mimi ngoja nichomoke niende dukani. Wewe utasikia mwanangu nikwambie. Mimi simekutana na nani hiyo. Kama nimevyokuambia nimekutana na nani?
Kakake Angel mwanangu. Yule John. Sijui mwanangu sijui kama maneno kayatoa wapi mwanangu. Tena na nie nao. Bro ni yule mwanangu. Kaenda kunichomesha kule. Sijui kanichomeka kaanza kusema kwamba eti mimi sijui nimesema kwamba Angel yule kwamba yani kwamba ni demo mraisi ni malaya, sijui ukimtongoza maji mara moja vile eti kwamba mimi nimemtapakaza maneno mabaya ni yani maneno kwamba eti yule umeona. Oya, mimi hapa mwenyewe siko saa. Nimeacha duka wazi, ule nisijafunga, mimi acha niende. Sasa sikia mwanangu. Wewe utakuja kazini kwangu tutalizungumza. Ule dogo nishakwambia unamazia damu. Ngoja kwanza mwanangu. Ule babloni wewe piga. Sasa sikia sasa mwanangu, kwa hapo nakuaje mwanangu? Unajua mimi hapa sasa nishachanganyika sijui hata cha kufanya mwanangu. Awacha msingi. Endelea na safari. Mimi acha niende kwanza dukani. Nikafanye kwanza mwanangu. Kuangalia usalama. Ungeshauri hata nimeshavurugwa. Unajua ishione yule mwanangu mwisho. Utanikuta dukani shehe. Sama. Utanikuta dukani. Mungu nenda kwa hivi. Yale mambo yanajirudia yale. Okay, umefanya vizuri kuja. Na hivyo ni moja ya vitu ambavyo vinafanya mimi pia niendelee kukupenda. Vinaongeza ile value, thamani ya wewe kuendelea kukupenda. Neno langu kubwa ambalo nitaendelea kukwambia siku zote katika maisha yako. Amini na ishi ukijua kwamba mimi ndiye ninayekupenda. Na sijaona kama patakuwa kuna sababu ya msingi sana ya kuweza kufanya mimi tuweze kuachana. Kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye nakuamini, ninakupenda na moja ya vitu ambavyo vinanivutia pia nimekwambia ni kama hivyo nikikuhitaji na kupata. Lakini pia nidhamu. Unajua mwanamke ambaye ana nidhamu yule ambaye anafuata maelekezo ya mwanaume wake. Mwanaume wake anamwambia bana usifanye kitu fulani na pia afanye. Usiende sehemu fulani na pia aende. Lakini pia jambo jingine ni issue ya kujitoa. Unajua mtu kama unapenda lazima utajitoa kwa ajili yake. Kama ambavyo wewe unajitoa kwa ajili yako. Si ndio? Lakini unajua nimekuita kwa sababu gani? Vipi msumba wewe? Jamaa wangu. Kama kawaida. Nikuona pale na mbona nikupe hai jamaa wangu, umeona? Ndio hivyo jamaa wangu. Mambo vipi lakini? Safi, naona tunapambana hivyo. Hakuna umetokea hapo kwanza sasa? Umetokea?
kutoka kumpeleka mjeshi pale, unajua mapoti poti. Unatokea kambini. Hivi lakini. Unajua kuna taarifa nilipata kuhusu wewe. Mimi tena? Nilikutana na Ignas mitakati hapa hivi. Kumekucha. Nilijua tu jamaa. Vipi? Ameniambia kwamba nimesikia kwamba umetapeliwa. Dhahabu. Nisikia umetapeliwa mwanangu. Mwanangu itokea, lakini sasa huyu jamaa anazingua. Azingua nini? Sasa sio kila kitu unatangaza. Sisi wanaume tunataka kutunziana bwana, sio hivyo kama kuropoka tu. Sasa kaka kutangaza kwa lipi? Yaani kwamba mimi Ignas asiniambie chochote kinachoendelea. Yaani Ignas kuniambia mimi wewe ni umbea? Ignas ananiambia acha ushamba huyu sukuma vipi? Sawa. Yote sawa. Wewe ndo mshamba. Sasa mambo gani yale ulioyafanya na wewe? Sawa, lakini ninachokuambia na wewe nielewe sawa. Sije nikakuasha makofi sasa. Sisi wanaume tutunziane. Mwanangu vipi? Tutunziane nini? Sikiliza sawa. Alafu nikwambie kitu sawa. Unajua yule jamaa, nilivyowaambia kinachoendelea yule jamaa. Hata wewe kwenye swala lako, wewe na Angel. Sawa. Hamna bwana. Hamna. Kitu alichoniambia ni sahihi. Kwani ni uongo? Wewe umetapeliwa wewe. Umetapeliwa dhahabu, ndugu yangu. Unapewa dhahabu, wewe hujui dhahabu wewe. Unaelewi nini? Ngosha. Sio shamba. Sikiliza sawa. Kama hujui yule mtaji Yakobe, yaani anachukua huku chaji, anasafirisha huku, anasafirisha. Kwa kinachofanyika pale sawa. Yeye hamuelewi, amkeni usingizini. Babylon, sikiliza. Babylon nimekutana naye jana. Nilikuwa naenda wapi? Nilikuwa natoka na bibi. Hiyo issue ambaye nilikwambia kwamba nimetapeliwa sawa. Yaani natoka kule kutapeliwa sawa. Akili zimevurugwa nini nikakutana na Babylon maana kuhurumia katoto ka watu. Yaani kana yumba yeye sijui sikamepigwa sikamelewa sikamezeeka hata sikuelewa. Ukasemesha wakati ning'aka kidogo kaniwakotoe mawe. Kula hapa baba. Kula. Wacheza mbele. Vipi dogo? Niache kaka, niache. Sigala. Hata ilikuwa hapo imeandikwa kabisa. Kaka niache kaka. Hata draft. Shida nini kwani? Hapo hii sio sehemu sahihi. Kunywa pombe, kuvutia sigara. Sio sehemu sahihi. Alafu mwisho wa siku si wengine hatutumiagi vitu kama hivi. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku hii ni starehe yako wewe. Hapo unakuwa unadukira sisi. Kwa changamoto nini? Kaka. Niache. Changamoto yangu ni kubwa kaka. Shida ni nini? Kwani shida nini? Mapenzi. Yaani anakufanya unywe pombe uvute sigara. Ibra. Hivi unajua mapenzi? Nazungumzia mapenzi, acha kucheka. Nazungumzia mapenzi Ibra. Yaani ndio anakuwa serious. Kuwa serious. Yaani ndio anakufanya unakunywa pombe. Sio kunywa pombe tu kaka. Mimi hata kunywa sumu na kunywa sumu. Hebu kaniletee sumu basi mimi nife. Kwa nini kwani? Changamoto nini? Hivi wewe unazungumzia mapenzi. Maana unazungumzia mwanamke. Unazungumzia mwanamke. Kaka ushawahi kupenda? Unafeli bwana. Kupenda nini bwana? Wanawake mbona wengi sana? Nazungumzia kupenda. Wanawake mbona wengi? Hebu nisikilize. Hapa namzungumzia binti mzuri. Namzungumzia Angel. Namzungumzia Malaika. Binti ambaye nimepanga naye mipango mingi sana mimi na yeye. Yaani ambao kwenye hii dunia amezaliwa peke yake. Hamna mwanamke mwingine. Maana hapo unachozungumzia ni mwanamke. Yuko peke yake. Binti ambaye kwenye hii dunia sijaona mwanamke kama yeye. Anakuja kunisaliti kwa rafiki yangu, ananiacha Angel kaka. Ibra nazungumzia mapenzi nielewe. Yaani mimi nachokuuliza kwamba si mwanamke?
Sawa, ni mwanamke nilimpenda sana, hakuna mwanamke kama yeye. Afu Poi rafiki yangu Poi anakuja sababisha mimi na Angel tunakuja tunaachana kaka. Kwa sasa unamaanisha kwanza sikia sasa. Yaani kwamba mimi navyojua kwamba sawa. Pombe siji sigara siji nini sio vitu vyako, unaona? Alafu mwisho wa siku kwamba yeye yaani Yesu amekuacha yeye. Yesu amekuacha, Yesu ameondoka. Kwa nini ilikuwaje? Yaani imekuwaje yani mpaka kusaliti? Kaka, ni story ndefu sana. Ni story ndefu kaka. Yaani mimi na Angel mara ya mwisho tumekutana club. Ndio. Sawa? Angel mimi tumeagana naye vizuri tu Angel. Yaani mimi kuna kitu ninaniambia kwamba anataka kuzungumza na mimi. Sasa sijajua ni kitu gani hicho nataka niambie. Nataka niende chuo. Hivi muda umefika? Unaondoka lini? Ndio mapema bwana. Sasa. Lakini uko moyoni. Lakini na wasiwasi sana ndio. Nakupenda sana. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakuomba usije ukaniacha. Achana nao. Kitokea mtu yoyote huko mwambie bana mimi na wakwangu. Kutia alama hapa. Ndio singili kama sasa waindi. Basi baby hamna shida wewe. Kama ni leo jiandae. Basi hamna neno kuongea tuko kuu, lazima sababu salama. Uje tukamilishe mambo mengine. Nina mambo mawili au matatu ambayo msanii ampelekea mwenyekiti hapa. Jambo la kwanza kukuona because na kumisi ukiwa uko mbali, lakini pia jambo jingine nataka kukupa taarifa. Natakiwa nini nyumbani kwetu. Natakiwa nyumbani kwetu Kigoma. Nimeitwa kule, kuna wito wa wazazi. Natakiwa nikasikilize nini wanataka kuniambia hiyo mosi. Lakini kitu cha pili inabidi niende Dodoma. Nyumbani kwa maana ya kuseto baadhi ya vitu ambavyo ni vya kujenga kati ya mimi na wewe. Usikasikia labda naenda Dodoma nyumbani kwangu baada ya kutoka mbali. Kuna mambo mengine kinyume naenda kufanya. Ninaenda nyumbani kwa ajili na kama nakumbuka pia nimekwambia kwamba ninahitaji wakati unabaki nimejitunza kwa muda mrefu. Kuanzia kwanza chuoni hadi mpaka leo hii umeweza kujitunza sana, ndio maana mpaka leo hii naweza kusema wewe ni mmoja wa watu ambao nimekusikia kama ulivyoongea, lakini vipi swala la mimi unaniachaje? Nadhani kuhusu wewe nimekwambia kuwa ninaenda Kigoma kuna na wazazi, then naenda Dodoma. Na sababu ya mimi kwenda Dodoma, ninaenda kutengeneza mazingira ya wewe kuja kwangu. Au unaridhika hivi unapokuwa kwenye nyumbani peke yako? Hapana, siwezi. Ningependa tuendelee wote. Kuhusu kwenda wote, unataka kufanya gani? Kwa kipindi yani kesho kutwa unaondoka? Okay, tunazungumza ni sahihi, lakini mimi ningependa nadhani tungesalia hapo kwamba mimi naomba kwanza, kwa mfano tayari na safari mbili kwa wakati mmoja. Nimekwambia naenda Kigoma, nitoka Kigoma then naenda wapi? Naenda Dodoma. Ninachoitiwa Kigoma bado sijajua. Kwa kama itakupendeza, hili sasa ninakuomba kama mwanamke wangu na naamini wewe ni msikizi na nisikiliza. Kwa hiyo hili ombi naliwasilisha kwako kwamba binafsi yangu niko tayari twende wote, lakini sio kwa kupigia. Wewe unaonaje kama mimi nitaenda Kigoma, nikatoka Kigoma then nikaenda Dodoma, alafu nikakutumia nauli. Yaani chague option mbili. Nikutumia nauli uje Dodoma au nikufuate. Yaani katika vitu ambavyo unaona Mwenyezi Mungu amenipa kama bahati ya hii dunia ni kuwa na wewe. Yaani mimi ndio mwanaume pekee. Ndio mwanaume pekee ambaye ninaishi afu naishi na malaika. Yaani malaika wangu mwenyewe naishi naye hivi wangu tunaona. Ambeni. Sitarajii kama kuna siku utakuja uniulize. Hiyo siku nitaumia sana. Mimi nahisi naweza nikafanya maamuzi ambayo watu wengi wanaweza kunishangaa. Nakupenda sana.
ushahidi hapo kuja kuniacha. Siwezi kabisa. Najivunia sana kuwa na wewe. Unajua baby, kinachosababisha mimi mpaka nakuwa na wasiwasi ni hao masomo yako. Unajua wewe unasomea chuo mbali. Sawa. Na ukienda huko unamaliza muda mrefu sana. Sasa mimi nakuwa sijui kitu gani kinaendelea huko. Kwa kuna muda nakuwa na wasiwasi. Kuna muda nafikiria sana kwamba huko chuo kuna vijana kama mimi na wenyewe wana macho na moyo pia. Sawa. Hapo situation ni nzuri. Sidhani kama kuna mwanaume akiona wewe anaweza akaacha kutazama. Sasa huko wewe unajua kuna mahesabu unazidi mimi. Sasa unaweza kaona ukakutana nao. Mwisho wa siku kanisahau. Hapana. Kwa bibi mimi nataka uniambie ni Samboi sana. Kweli. Aisee, fly sana yani. Unajua unapokuwa nipo matumaini yao. Na mimi nabaki na amani. Yaani najivunia sana kwa mtu kama wewe. Sababu lengo mwisho wa siku kumalize chuo, tuoane, tuwe mke na mume. Tupate watoto. Au unaionaje hiyo? Ni kazi nzuri kabisa. Sure. Mbona sasa unachangamka baby? Hapo tunachangamka basi. Hapana baby. Yes. Kwa sehemu nzuri kama hao hujapaelewa. Nafahamu basi. Kwa sehemu nzuri, sehemu iliyotulia. Kwa ujiachie kama unataka vinywaji vingine unasema na kuagizia, hamna shida. Kweli? Nataka ninunue hili. Ishi wapi? Unaona kaka? Kwa mwisho wa siku imetokea mazingira kama hayo hapo, karudi anakuja kukutana na rafiki yangu Poipoi. Anakuja ananiambia kwamba tuachane kirahisi tu hivi, mtu nimempiga mpaka nyumbani. Yani, mama anamjua, baba anamjua, tumepanga mipango mingi. Mimi natafuta hela kwa ajili yake mtoto atoke shule, mimi mtoto tuoane. Dakika za mwishoni mimi anakuja ananiacha katika mazingira hayo hapo kaka. Wewe utafanyaje kama ni wewe? Yaani mimi ninavyojua kweli nauma, lakini wanawake ni viumbe vya ajabu. Lakini yani wewe kunywa pombe, kuvuta sigara sio solution. Hauwezi ukamrudisha kwa huo mfumo unaotumia wewe. Kitu ambacho kilikuwa kinatakiwa ukifanye sasa hivi, ilikuwa inatakiwa ufocus. Ilikuwa inatakiwa ufocus na mambo yako. Sasa hivi ilikuwa ni muda wa kupambana ufanye kazi. Hivi hauamini kwamba unaweza ukapambana, ukaweka mambo yako sawa, baadaye akatamani kuwa na wewe? Mimi kwa hivi, hiyo hali ishawahi kunitokea. Lakini mimi sikufika hatua kama unaofikia wewe. Sijui unanielewa. Mimi shemeji yako. Yaani hayo mazingira ambayo yamekutokea wewe ndio alinitokea mimi. Alikuwa jamaa mshikaji. Naenda naye mpaka nyumbani. Shemeji. Lakini baadaye alimrubuni akatoka naye na mpaka ikafika mahala yule mwanamke akaleta sababu ili tugombane, tuje kugombana, akaenda kwao. Baada ya kwenda kwao haikupita hata miezi miwili, yule mwanamke nikasikia anaishi na mshikaji. Kwa nilikaa nikafikiria kumbe vile vituko vyote vilivyokuwa anafanya alikuwa anatafuta sababu ili tugombane. Na kweli mwisho wa siku kwa kulingana na vile vituko alivyokuwa anavifanya, mwisho wa siku tuligombana kweli na kaondoka. Na baada ya kuondoka haikupita hata miezi miwili anaishi na jamaa. Kilichokuja kutokea ni nini sasa? Mimi nilipambana. Unaona, mimi nilipambana. Nilikaza nikasema fresh jamaa samembeba. Ila nilipambana. Hivyo pambana nilivyoweka mambo yangu sawa. Jamaa amekaa naye miaka 3. Yaani mwanangu kidogo kanakotema moyo kalivyokuwa kamevuruga kaelewi sawa. Amevuruga na nini? Sijajua si stress gani si kafanyaje huko. Lakini sasa nilivyoanza kuunganisha matukio hiki na si yule sawa. Yaani yule sawa, yule ni mchonganishi. Nachokuambia, yule ni mchonganishi. Yule najua tumekuwa pamoja sawa. Yule ni brother yangu najua. Tumetoka wapi tumefikia wapi. Yule mnafiki. Siku yamekukuta ya kakuvuruga ukavuruga sikiliza nakwambia sawa. Yaani wewe nicho kusoma unasikia? Yaani wewe nicho kusoma sawa. Baada ya hili Ignasi kuniambia mimi. Umepanic. Afu unaonekana umekasirika. Yaani unaonekana hujapenda kitu alichokifanya. Alafu mbona ni vitu vya kawaida sana? Yule ni mshikaji wangu. Ni kama brother yule.
Sasa kwa hawezi kunificha kitu chochote kile. Kwani wewe si mshikaji wangu? Sasa mimi jambo lako wewe asiniambia, afu mbona ni jambo liko wazi? Sikiza nikwambie sawa. Yaani wanasema kwamba kwa Kiswahili wanasema kwamba wema unatangulia lakini ubaya unafuata. Wewe si unamwamini sana Ignas? Unamwamini sana Ignas? Lakini mbona kawaida? Sikia, kuna siku sawa. Mimi sio Mungu wala sio nani, lakini natabiri. Ipo siku wewe na yule jamaa yako na Babylon. Sasa ipo siku mnaweza mkapigana vibaya sana. Uweze kuamini. Sawa. Halafu mkizingua mtaanza kumsikiliza jamaa, mtamkosa wote enzi. Labda anze ile masuala kupigana nini baba. Lakini afu kitu kingine, acha kumlalamikia sana Ignas. Ignas mbona hajakosea chochote kile? Hata kisema mwanangu nakijua mimi. Lakini wewe umetapeliwa, kwani uongo? Wewe umetapeliwa kweli? Sawa, lakini sasa sawa. Yaani nimetapeliwa sawa, akitangaza na wewe unamtangaza yuko anachukua huko anachukua. Kwa hiyo ile ni sumu. Baadaye tawazuru wote. Hapana baby. Bora tungeenda wote tu kwa sababu huko vijana wanabaki wananisumbua. For me spend. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinapelekea wewe utaki kuondoka na mimi, si ndio? Ndio. Okay. Basi sawa. Kwa kuwa ni mwanamke anayekupenda, alafu nimesikia swala la vijana watakusumbua au wanakusumbua, sioni sababu ya kukuacha. Mimi nafanya kwa ajili yako because wewe ndo mwanamke baby, mimi hapa wakana rudi kwa udongo na baby, wewe hapo ushanasia kwa ubongo. Pole utaniua mimi. You know I'm crazy for you, nimetizi. Yaani ndani ya hiyo miaka mitatu namaanisha kwamba alikuwa ameshazaa naye. Kumbuka naondoka, natoka kwangu, mwanangu yule wa kwanza ana miaka mitatu. Amefika kule amebeba mimba, akajifungua, mpaka sasa hivi ana mtoto. Lakini mimi baada ya kupambana mambo yangu yakaenda sawa, nilimrudisha kwa sababu nilikuwa nampenda. Yaani kama hivyo hivyo unavyompenda. Mimi sikujali kwamba jamaa alimrubuni, ameishi naye, amezaa naye, mimi sikujali. Nimemrudisha mpaka sasa hivi naishi naye. Hata ukija nyumbani niko naye. Kwa hiyo wewe ambacho kilikuwa kinatakiwa sasa hivi, achana na pombe, achana na sigara, kama na bangi unavuta achana nazo. Wewe kinachotakiwa sasa hivi inatakiwa ufanye kazi. Upambane, ufanye kazi. Ukifanya kazi, ukipambana, mambo yako yakienda sawa, unaweza kumrudisha. Kwa sasa hivi ambacho kilikuwa kinatakiwa wewe, achana na pombe, achana na sigara, kama na bangi ulikuwa unavuta achana nazo. Pambana, focus na mambo yako. Fanya kazi. Ukishapata mambo yako yakaenda sawa, unaweza kumrudisha. Hamna kinachoshindikana. Kwa kaka, kumbe mwanamke unaweza kumpoteza kwenye maisha yako baadaye akarudi tena. Anarudi, inawezekana. Na vipi? Safi, mambo ni aje? Bado ni vipi? Huyu ndugu yako bwana. Huyu ndugu yako bwana, nashinda hata kumuelewa. Ana shida gani tena? Nimekuta anavuta sigara na kunywa pombe. Alafu nimejaribu kumhoji, inaonekana kwamba Sosi ni mwanamke. Hivi unaweza ukanywa pombe, ulikuwa haunywi. Ukanywa pombe kiza mwanamke. Bro, nimekumbuka. Unajua mwanamke mwenyewe unajua wanamzungumzia nani? Simjui. Anaitwa Angel. Dada mwanangu amemgombania sana toka miaka nenda rudi. Wanamgombania. Au dogo na tumekutana sasa na ule nani sasa. Sijuzi nimemkuta ule dogo anaongea na kijiweni pale. Anawaambia washikaji, ule demu sasa hivi kashakuwa wangu. Ule demu dogo sasa hivi ananielewa. Huyu jamaa acha tu aumie sana. Unajua huyu jamaa bana ameendekeza sana mapenzi. Ngoma yangu polepole bado anaendelea kuvimba pole. Dogo juzi nimemwona nani mkutana. Sasa wewe amekaa naye. Hivi polepole anatafuta mimi nini? Polepole mimi anatafuta nini mimi? Huyu hapa tunampoteza hapo. Polepole mimi anatafuta nini mimi? Sasa wewe naona kuelekea unamrudisha kule ukamletee pombe ukamkesi. Sikia nikwambie jamaa hivi. Shida mimi ule jamaa mimi ndo nauma sana. Ule jamaa anajitapa sana mtaani. Unamsikia wewe anakuambia ndugu zake. Polepole na dharau. Kinachotakiwa wewe anajitapa. Hebu mwache ajitapa. Sikiliza, sawa? Mimi nakwambia sawa, wewe bado mdogo. Yaani wewe bado katoto kadogo, talendo nyandu wewe. Sikiliza nikwambia sasa mimi sawa. Yaani nakwambia hivi sawa. Usipokuwa makini, hata kajamani unajua wale mtu wanaingia kwenye nanili kwenye mmea wanakula mpaka mmea unaanguka. Ndio nyinyi sasa mtaanguka wewe na Babylon bu. Afu kajamaa kingine kamnyakue Angel. Anapigana nini huko kwenye? Are.
Sio bwana. Alafu kitu kingine sasa nilichokiona. Ndio. Wewe ni acha masuala umbea. Sasa wewe yani unaonekana mbea. Alafu mbona Wasukuma sio wambea hivyo? Wasukuma sifao sana, kubwa ni ushamba. Unaichafua leo unaponiambia muombea. Mimi ni mwanaume mwanangu. Sasa hayo mambo gani unayoleta sasa? Wewe ni unachokifanya. Masuala umbea, sasa masuala baboni hapa yanaingiliana vipi? Sasa mbona umekaa na stress ya kukuma kama kufanya nini? Sijakaa hapa na stress. Mtu nilikuwa kwanza naenda wapi? Acha ngoja kwanza nikwambie, acha kwanza masuala ya umbea. Yaani ndugu yangu nataka kuleta masuala ya umbea. Na kati Wasukuma hiyo sifa hawana ya umbea. Wasukuma wana vifua. Wasukuma yani sifa kubwa sana ni umbea. Afu wewe nani? Amini nitakuhola mikoma wewe mwisho wa siku. Amini sifa kubwa ni ushamba, sio umbea. Sasa unaleta masuala ya umbea. Mimi nakufaga na mlikuwa mkufa. Alafu nani Nasi ni bla zako. Kwa hiyo mimi chochote naweza kuniambia mimi sio umbea. Alafu wewe pia yule ni bla zako. Sawa, mimi nakwambia unaponiambia kwani ni uongo wote utapeliwa. Sisi nyinyi sio mnakubalika kwa ubishi sawa. Sisi hakuna cha ubishi, ni kutwanga mikoma tu. Wote ponielewa hicho siku tutakutwanga mikoma mimi. Acha mambo yako. Kwa sasa yani wewe unacheka. Unanicheka mimi yani nakwambia maituja vizi jamani unanicheka. Hebu njoo kae bwana twende bwana. Kama wewe. Unaenda wapi? Unaenda mshamba kabisa. Wewe fanya kitu hiki kimoja. Wewe ulikuwa unaenda huko. Hebu endelea na safari. Mimi nakuuliza naye. Mimi na wewe ndo wale. Hamna. Hamna. Wewe jamaa wewe ndo anakutukana vibaya mtaani. Anakutukana eti una uwezo. Wewe mwache tu mtukane. Mwache. Unamsikia Ignas? Huyo achana naye. Wewe ndo alivyo. Yaani hata kama ndio mapenzi. Yaani ngoja. Sio hivi. Wewe nikwambie kitu kimoja. Ni rafiki yangu kishenzi. Sawa, rafiki yako. Ni udogo huyu. Rafiki yako. Alafu nikwambie kitu kimoja, sawa? Unajua mtu anaweza kama rafiki yako. Sawa? Lakini kwenye hao marafiki na wanafiki wapo. Unajua nyinyi tatizo lenu vijana mnachofeli ni kitu hiki kimoja. Inafika muda, yani mnakuwa na marafiki wengi. Hapo ikifika muda wa matatizo badala ya kusaidia hao ndo wanaanza kukondea. Wewe kichokuwa kinatakiwa sasa hivi au marafiki wengine achana nao. Unaona? Inatakiwa uwe na marafiki ambao kwamba tatizo lolote utakapokupata wawe na wewe. Hivi hujawahi kuona kwamba una marafiki 10, alafu linapokuja kutokea tatizo wote wanakukimbia, hauna baki nayo mmoja. Kwa unapokuwa na rafiki, angalia na aina ya rafiki. Yule unaweza kukuta ni rafiki yako alafu anaweza kama mnafiki. Unaweza kukuta kule anatoa maneno na huku anatoa maneno. Kwa hiyo kwako anampelekea yule, ya yule anakuletea wewe. Kwa hiyo kitu kinatakiwa sasa hivi wewe pambana. Na mambo mengine yanawezekana achana naye. Unaona? Yaani wewe mwenyewe unaweza ukajikuta mwisho siku mambo yako yakishakaa sawa. Kwa hiyo unaweza ukajikuta na marafiki wengi. Lakini inapotokea kwamba umepatwa na tatizo, wanakukimbia unabaki naye mmoja. Kwa sasa hivi kinachotakiwa hata marafiki, angalia aina ya marafiki. Hivi wewe unakuwa na rafiki, sawa? Yeye anauza mboga. Wewe unafanya biashara tofauti. Mna urafiki gani? Hivi unadhani kwamba hata kwenye biashara zako, kwenye kazi zako, unaweza yule anaweza kukupa connection? Kwa hiyo unamaanisha kuna vitu vingine aina ya marafiki ambao mnakuwa nao. Hicho kitu ndicho kinachokufelisha. Haya sasa hizi wewe una marafiki, haya yule si rafiki yako, amekuta unakunywa pombe, amekuja kukujaza tena na kuongezea. Dogo anajitapa kule, dogo anavimba, wewe una lolote, demu kamumiliki. Sasa haya huyo ni rafiki yako. Unamaanisha jamaa anza kani mnafiki huyu na yeye. Yule ni mnafiki. Yaani hapo wewe ambacho ukijui unaweza kukuta maneno anakuja, anakusolola, anakuja, anakutegatega, maneno atakayoongea anampelekea polepole. Unaona? Sasa sikia. Yule jamaa ananipigia, nafikiri yuko kazini. Ila cha msingi, oya. Nakuja. Lakini nakuja kama dakika moja. Pole naye lakini sana ongea na Angel lakini pole. Yaani shida sio kuongea naye. Sasa alikuwa mshikaji wako. Sasa ameshaamua kuongea naye. Maana yake na yeye ni mnafiki, sio rafiki yako. Oya nakuja dakika moja hapo, nakuja. Naona? Yule ni mnafiki. Hivi wewe kwamba mtu ambaye alikuwa anamita shemeji ni rafiki yako, alafu anatoka naye. Maana yake anatoka na shemeji yake. Sasa si mnafiki huyo? Kwa hata huyo ambaye anakuletea maneno na yeye ni mnafiki. Kwa hiyo utajikuta kwamba mwisho wa siku unakuja kuzeeka una chochote una lolote, kwa sababu umeshaingia kwenye pombe,
Unaona? Sasa hivi utatoka hapo utavuta mpaka banki usipoangalia. Na hapo huwezi ukampata tena. Kwa sababu yule dogo alomchukua yeye, sasa hivi anapambana anafanya kazi, ampendezeshe. Kitakachokuja kufuata sasa, itakuwa sasa hivi niko naye anapendeza. Wewe sasa hivi ikini unatakiwa upambane, upata hela. Hamna noma. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Pata hela. Sasa hivi hata kale kabasikeli ambako unako utauza. Unaona? Afu utashangaa sasa kuipoa na mnunuaji hata kipikipiki cha kwenda nacho sokoni. Wewe unakunywa pombe. Sasa hapo mpumbavu atakuwa nani? Kati ya kwako wewe na hao marafiki zako. Wewe utaonekana mpumbavu, unatakiwa ufanye kazi, fanya kazi, pambana, achana na pombe hizo. Mimi naondoka, simu zimekuwa nyingi. Poi